Baba, katika jina la Yesu na kushukuru Mungu, nasema ni asanti sababu Mungu umekuwa mwaminifu. Pokea sifa sababu ya siku ya leo ambayo Mungu umetupa. Wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Jehova Mungu, naomba kwa sababu ya neno la Mungu, jioni ya leo Mungu katusaidia Mungu na ukatubariki sababu wewe ni Mungu mwema. Naombea walioko nchini Kenya na walioko nje ya Kenya, Mungu kawabariki kupitia neno lako Mungu, ukatufungulia njia. Naombea hii mitandao Mungu inakapo bariki mioyo yetu Mungu, tukabarikiwa na zote, utaliinua jina lako katika jina lako takatifu. Wewe ni Mungu mwema na wewe ni mwaminifu, na wewe ndiye umetutuma mahali hapa na ili tukanene neno lako, jina lako litukuzwe. Ni kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Amina. Basi Bwana asifiwe. Tuko katika mlima wa Bwana, mahali ambapo tumekuja na ili tuliinue jina lake. Ninatumai ya kwamba umeshinda vyema. Ninatumai ya kwamba Mungu amekubariki. Kujiona ukiwa hai imegharimika mkono wa Mungu. Si jambo rahisi kujipata ukiwa jinsi ambavyo ulivyo, imegharimika mkono wa Mungu. Basi popote ambapo uliko, ninakupenda sana. Huwa ninakuombea kila siku na huwa nakuambia uniombee nami nikuombee. Hii safari ya utakatifu inataka zote tukaweza kutiana moyo kwa sababu ya neno la Mungu, sababu neno la Mungu ndio taa. Na hauwezi ukaishi bila neno la Mungu. Vitu vyote vyarekebishwa, magari na pikipiki, manyumba inarekebishwa, biashara zinarekebishwa, lakini katika miili yetu ni vizuri pia tujue ya kwamba tunahitaji service za Mungu, na ili basi akaweza kutengeneza maishani mwetu. Anajua kwamba Mungu wa mbingu atatubariki katika jina la Yesu, wakati ambapo tunatengeneza maishani mwetu na tunatengeneza kesho yetu. Kwa sababu Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu katika jina la Yesu. Kidogo tunataka kuongelea kuhusu mkate. Kichwa chetu cha neno ni mkate. Kwa hivyo jiandae tukule mkate pamoja. Watu wengi wanaufahamu tofauti kwa sababu ya mkate, lakini siku ya leo nataka tuongelee mkate, na Mungu wa mbingu atakubariki katika jina la Yesu. Tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Obadia 1. Obadia 1 mstari wake ni wa 7, na hapo tu ndio mahali ambapo mahubiri yetu ya leo itatoka. Najua kwamba Mungu wa mbingu atatubariki katika jina la Yesu sababu yeye ni mwema na ni mwaminifu. Neno la Mungu linasema ya kwamba katika kitabu cha Obadia 1 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, tutasoma pole na ili tuweze zote kubarikiwa. Inasema ya kwamba watu wote wa mapatano yako wamekufukuza hata mipakani, wale waliofanya amani nawe wamekudanganya na kushinda. Walao mkate wako wameweka mtego chini yako, wala hana ufahamu wa hayo ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya wakati ambapo huwa tunabarikiwa zote katika jina la Yesu, na wakati ambapo zote huwa tunasikiza neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio linakuanga linatusaidia kwa kila wakati. Na nataka kuongelesha mtu ambaye ana marafiki jioni ya leo, watu wale ambao huwa wanakuanga katika mapatano yako. Huenda mko kanisani, huenda mnafanya kazi nao pamoja. Orere, hebu sikiza hili na ili uweze kujifunza jambo katika maishani mwako. Sikiza hili na ili uweze kusaidika katika maisha yako ya kiroho, kwa sababu neno la Mungu linasema ya kwamba wao ambao mnakuanga makutano nao, hebu angalia, wamekufukuza, wametumika kukufukuza. Sikia hili, wale ambao umekuwa ushirika nao, wale ambao umekuwa mkiomba nao, wale ambao umekuwa mkishirikiana nao, wale ambao umekuwa mkiombana nao mawaidha, wale ambao umekuwa nao kwa miaka mingi, hebu angalia, neno la Mungu linasema ya kwamba hao ambao umekuwa nao mapatano wamekufukuza hata mipakani,
wameanza kukulimit. Wakati ambapo mlikuwa mnakula pamoja, kuna wakati ambapo mlikuwa mnashirikiana, kuna wakati ambapo mlikuwa mkisaidiana, lakini hebu angalia, wamekufukuza, hata wamekuwekea ukuta. Hauwezi ukaendelea jinsi ambavyo mlikuwa mkisaidiana nao, ama jinsi ambavyo mlikuwa ushirika nao. Hebu anza kufikiria sana, ni wakina nani hao ambao wamekufukuza? Ni wakina nani hao ambao wamekuwekea mipaka? Hebu anza kujiuliza, ni wakina nani hao? Kwa sababu umekuwa ushirika nao. Hata hebu angalia, wale walioifanya amani nawe wamekudanganya. Watu wale ambao umekuwa na amani nao, ni wakina nani hao? Hebu angalia, wamekudanganya. Jioni ya leo nataka kukuambia mpenzi, msikilizaji wangu, kuna watu ambao huwa unaweka katika maishani mwako. Kuna watu ambao huwa unafikiria ni marafiki wakati ambapo mnashirikiana ama mnatembeleana. Lakini hebu angalia, neno la Mungu linasema jioni ya leo ya kwamba hao watu ambao umekuwa ukifikiria ya kwamba ni marafiki, hao watu ambao umekuwa ukifikiria mnaweza kuwa ushirika nao, mnaweza kuwa mapatana nao, huwa kwa wakati mmoja inaweza ikafika wakubadilike na wakuwekea mipaka. Inaweza fika hao watu hata pia waweze kukuondokea. Inaweza fika pia hao ambao umekuwa na amani nao, hamjawahi kuwa mmekosana nao, hamjawahi kuwa na shida yoyote nao, wanaweza fika mahali na wakudanganye, waweke vita na wewe. Wanaweza fika mahali mlipanga na mkachanga pesa fulani, mtafanya project fulani, wakuja walete uongo, wakuja na wakudanganye katika maishani mwako. Ni vizuri sana ukajua ya kwamba kuna rafiki wa kweli na marafiki ambao wanaweza wakakudanganya. Ni nani hao? Ni nini hiyo ambao mlipanga nao, ambao imefika wakati ambapo basi wamefika mahali ambapo wakakuwekea mipaka, wakakufukuza na pia wakakudanganya na kukushinda. Hebu angalia, pia wamekushinda. Ni nani hao mpendwa? Hata huenda ni kesi ambaye mlikuwa nayo nao, walikuambia ya kwamba watapanga na watakuwa na ukweli, lakini baada ya hayo yote, licha ya hayo yote, wametumia uongo. Baada ya hayo yote wametumia kukudanganya. Sasa hivi hebu angalia, wanakuweka katika mtego, wanakuweka katika hatari, wanakuweka katika majaribu. Na cheka nao, mlishirikiana nao, uliwasaidia, uliuza vitu zako, lakini hebu angalia, leo hivi wamekuwekea mtego. Bwana apewe sifa. Walao mkate wako wameweka mtego chini yako. Walao mkate wako wameweka mtego chini yako. Sikiza mtazamaji unayenisikiza siku ya leo. Uko na mtoto wako, uko na mume wako, uko na mke wako. Kuna watu ambao hauwezi ukawapa siri yako, kwa sababu hawa watu wanaweza wakakubadilika. Bahati zingine ambazo unazoziona, hebu angalia mpendwa, zimeharibika kwa sababu ya kuamini watu fulani ambao mlikuwa ushirika nao pamoja, ambao mliomba nao pamoja, ambao mlikula nao pamoja, ambao mlishirikiana nao pamoja, ambao uliuza mali yako na ili uondoe aibu kwao. Hebu angalia, wamekula mkate wako. Huenda wamekula mkate wa mke wako, huenda wamekula mkate wa mume wako, huenda wamekula mkate wa watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Amani ambayo ilikuwa kati yako na mke wako wameikula na wameiharibu. Sasa hivi ni ugomvi umeingia, mipaka imeingia kwako kwa sababu ya watu fulani, vita imeingia kwa sababu ya watu fulani. Basi hebu angalia mpendwa, ni vizuri sana ukaangalia jinsi ambavyo ni wakina nani hawa unakutana nao. Wanaweza wakakufukuza, wanaweza wakakuwekea mipaka, wanaweza wakakudanganya na pia hata kukushinda. Wengine ni vita wataweka na ili wakushinda.
wakushinde. Wengine wataweka siasa na ili wakushinde. Wengine wataweka ugomvi na ili wakushinde. Pia hebu angalia hawa watu walao mkate wako. Kuna watu ambaye huenda kama ni watoto wako, wamesoma vizuri sana, walitoa ile grade ambayo ilikuwa inafaa, lakini hawa watu ambao huwa unawaambia siri zako, hebu angalia wamekula mkate wako, hebu angalia wamekula bahati ya watoto wako. Hebu angalia mambo kama haya, jinsi ambavyo huwa inatokea katika wale ambao umejifunganisha nao, jinsi ambavyo huwa inatokea kwa watu ambao huwa unajidanganya ati ya kwamba hawa ni marafiki. Hebu angalia mpendwa, ili ni nini ambayo inayotokea wakati ambapo unakutana na watu kama hawa ambao wanakufukuza, hawa ambao wanaweka mipaka, hawa ambao wanakudanganya, hawa ambao pia wanapigana na wewe na ili waweze kukushinda. Ni vizuri sana ukafikirie jinsi ambavyo walivyo. Hebu angalia wameweka pia mtego chini mwako na ili wakunase, na ili wakumalize. Wametega watoto wako na ili wachukue bahati yao. Wametega baraka yako na ili waiangamize. Wametega kuenda kwako mbali na ili usiende mbali. Kuna watu ambao hata pia hauwezi ukawauliza njia, kwa sababu ukiwauliza njia inaenda wapi, wanakupotosha. Wanakuwekea mtego wa kuharibu kesho yako, wanakuwekea mtego wa kuharibu bahati yako, wanaharibu ndoto zako wakati ambapo unawahitaji mpendwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati mzuri ambapo unafaa ujue marafiki ni wakina nani. Unafaa ujue watu wa gani hao utaweka kwa siri yako. Ni watu wa aina gani hao utakao shirikiana nao. Ni watu wa aina gani hao ambao utakao tembea nao. Ni vizuri sana ukajue wale ambao mnacheka nao kwa kila wakati ni wakina nani hao, kwa sababu hebu angalia, watu wanaweza kula mkate wako, hiyo ni bahati yako. Wanaweza wakakula mkate wako ambaye ni kazi yako. Wanaweza kula mkate wako ambaye ni amani yako. Wanaweza kula mkate wako hata ukute ni ile gari yako. Wanaweza kula mkate wako hata iwe ni ulimwengu wa kiroho. Ukute ulikuwa ukiomba lakini leo hauombi. Ulikuwa mtu mwenye amani, wamekula yote wameondoa. Ukute ulikuwa ukishirikiana na watu na kuwasaidia watu wengine, lakini wamekuweka roho chafu. Wewe ulikuwa mtu mzuri lakini umeharibiwa kwa sababu mkate wako huenda umechukuliwa, huenda bahati yako imeenda, huenda maombi yako hawa walishika kwa anga, waliangalia na wakaona wewe utaenda mbali, wakachukua kile ambacho Mungu alikuwa ameandaa kwako. Lakini haya yote yalikuja ni kwa nini? Yalikuja kwa sababu hawa watu, hebu angalia, mlishirikiana nao pamoja. Hawa watu walikuwa mapatano yako. Hawa watu basi ndio waliotumika kufukuza baraka zako, kufukuza maombi yako, mipakani yako pia, na pia wakakudanganya, wakaharibu amani yako. Hawa ndio watu ambao waliotumika katika kuharibu ile mkate wako na bahati yako, ile tumaini lako na kile kizuri ambacho kilichokuwa katika moyo wako. Bwana apewe sifa. Hebu sikia hapa, wala hauna ufahamu wa hayo yote ndani yake. Haujajua ya kwamba hawa watu ni shida kwako. Haujajua ya kwamba wanaweza wakakuangamiza. Huu ni wakati ambapo ni vizuri tuchunge ndimi zetu. Huu ni wakati ambapo ni vizuri tujue marafiki ni wakina nani. Huu ni wakati mzuri ambapo inafaa tufikirie ni wakina nani tunatembea nao pamoja. Ni vizuri tupate ufahamu wa kujua watu wengine tumewafanya marafiki, tumewafanya ndio watu ambao tunaweza kuwa nao katika mapatano yetu, lakini wengine wao wametumika kwa njia ya kuangamiza bahati zetu. Wanafaa wanene baraka kwetu, wanafaa watumike na Mungu kama vyombo, lakini badala ya kutumika kama vyombo, wamekuwa wakuua baraka zetu, wamekuwa wakuua
maombi yetu, wamekuwa wakuu wa kesho yetu. Kazi yao ni kufukuza kile ambacho ni kizuri katika ndani mwetu. Bwana aweze kupewa sifa. Naenda kukuombea sasa, uanze kufikiria marafiki wako ni wakina nani hawa. Ni vizuri ukajua ya kwamba Mungu anahitaji uwe na ufahamu. Mungu anahitaji hekima. Mungu anahitaji mtu ambaye anajielewa. Mungu anahitaji mtu ambaye anajua anaelekea wapi. Mtu ambaye atakaye tafuta marafiki ambao ni wa kweli. Na wa kwanza unafaa ujue, ambaye hawezi akadanganya moyo wako, ambaye hawezi akadharibu mapatano yako naye, ambaye hawezi akaharibu basi amani yako nawe, yule ambaye hawezi akakufukuza, yule ambaye hawezi akaharibu amani kwako wala mipakani yako, hawezi akakudanganya. Mungu akiahidi anaahidi ukweli. Mungu akikubariki anabariki kabisa. Na hebu angalia ya kwamba jinsi ambavyo Mungu alivyo, ni wakati ambapo ni vizuri ukajue marafiki wako ni wakina nani kabla haujapeana mkate wa watoto wako, kabla haujapeana baraka zako, kabla haujapeana tumaini lako. Ni vizuri ujue wale watu ambao unakutana nao kwa kila wakati ni wakina nani. Mungu akubariki na akutende wema, akufungulie njia wakati huu, akupe ufahamu wa kujua marafiki na maadui ni wakina nani, akusaidie uweze kujua ya kwamba nani hawa ambao unaonena nao pamoja, nani hawa ambao unatembea nao pamoja. Mungu akupe hekima na maarifa. Jehova Mungu uliyeumba mbingu na nchi, nalishukuru jina lako Bwana, nasema ni asante. Mungu inuliwe Jehova, jina lako litukuzwe, kwa sababu Bwana wa majeshi wewe ni Mungu mwaminifu. Ninakuomba Jehova ukatupa hekima na maarifa. Wale watu ambao wamekuwa mapatano, wale watu ambao tumekuwa ushirika nao, tazama Bwana wa majeshi, wanaweza wakaharibu mipaka, wanaweza wakatufukuza, wanaweza pia kaharibu amani yetu, hata pia wanaweza wakaharibu mapatano yetu nao. Lakini wewe Jehova hauko hivyo. Mungu wetu ninakuomba ukatusaidie, ukatupa hekima na maarifa ya kujua marafiki na maadui zetu ni wakina nani. Tazama Bwana wa majeshi, wengine wamekula mkate wetu, wengine wamekula mkate wa baraka zetu, wengine wamekula mkate wa maombi yetu, wengine wamekula ndoto zetu, wengine wamekula kazi zetu, wengine wamekula tumaini letu, wengine wamekula siri zetu. Tuliwaambia siri zetu, ona wameziharibu. Tuliwaambia jinsi ambavyo tunavyowaza, ona sasa hivi wametuambia mambo ambayo haina kujenga, haina kesho. Wengine wetu Bwana wa majeshi tumewekewa mitego, tumewekewa mitego kwenye familia, tumewekewa mitego kwenye watoto wetu, tumewekewa mitego kwenye marafiki zetu, tumewekewa mitego kwenye ndoa zetu, tumewekewa mitego kwenye serikali yetu, tumewekewa mitego kwenye watu ambao wanaofaa. Uongo na ufisadi umejawa kwenye nchi. Mungu wangu ninaomba msamaha mbele zako. Mungu tusamehe kuanzia Yerusalemu Jehova, tusamehe Jehova kuanzia manyumbani kwetu, tusamehe Jehova katika marafiki zetu, tusamehe Mungu kupitia serikali yetu ya Kenya. Mungu wangu ninanyenyekea Jehova, naleta toba zetu kwako Mungu Jehova, ukatuoshe kwa damu yako Jehova. Mungu wetu ukatusamehe Mungu, jinsi ambavyo wengine wetu tazama tumeingiwa na roho ya unyama, tunaua wale wengine Jehova katika ulimwengu wa kiroho, tunaua wale wengine Jehova katika tumaini lao. Mungu wangu naomba ukatusaidie, naomba ukatusaidie Jehova, naomba ukatusaidie Jehova. Mungu tufanye kuwa vyombo vya haki, vyombo ambavyo haviwezi vikadanganya. Naomba tutumike kama ngazi, na ili tuinue maisha wengine, na jina lako litukuzwe, sababu wewe ni Mungu mwema. Baba ninalishukuru jina lako, nasema ni asante Bwana wa majeshi. Mungu jioni ya leo, wale ambao wamefungwa na waombea Jehova ukawafungue, wale
wale ambao wameshikwa mateka, wale ambao wamedanganywa, naomba Mungu unene haki. Wale ambao amani yao imechukuliwa, naomba Mungu kaachilie Jehova amani ambayo inatumaini katika jina la Yesu. Naombea wazazi wetu Bwana, naombea ndugu na dada zetu, naombea marafiki zetu Jehova Mungu siku ya leo Bwana, na jioni ya leo Mungu wetu ni jioni ya kuoshwa tena, ni jioni ya tumaini katika jina la Yesu. Kumbuka makanisa vile vile, huu roho umetembea Bwana wa majeshi. Kumbuka kila mahali ambapo watu wanatembea Christianity Mungu, kumekuwa na shida, lakini Jehova ninakuomba Bwana wa majeshi, wewe ukatuhurumia na ukatuoshe kwa damu yako, na Mungu nitalishukuru jina lako. Pokea sifa Mungu wangu. Asante kwa kunena na hili neno Bwana ambalo liko katika kitabu cha Obadia. Najua kwamba Mungu wangu kuna jambo ambalo unataka kubadilisha kwenye maisha yangu. Kuna jambo ambalo unataka kubadilisha kwenye kesho yetu Bwana, tukiwa kama taifa la Kenya. Mungu, watu wote kwa hii dunia ambao watapokea hii sauti, naomba ukawabariki, na ni kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu zote tuseme amina. Mungu akubariki na akutende wema, akutende wema.